Asante sana. Sasa mvua ndio hiyo, tuendelee ama tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Thank you. Kwa hivyo mvua ni baraka, sio? Basi kwa upande wangu nina furaha sana kufika hapa leo tarehe 2 mwezi wa 5. Jana ilikuwa Labor Day na Nyakongo SDA. Nyakongo SDA kwanza tulisikia juu ya sacrificial giving. Nilipotoka kidogo hapa nilienda nikachukua simu, na hiyo simu ilikuwa na maana sana. Leo hii mahali nimezaliwa Seikuru, ni ward kama hii ya is it West Game? Hii ward yaitwaje? West Game. Seikuru juzi watu 8 waliuawa kinyama na maharamia, na kwa sababu ni nyumbani, kila mtu alikuwa anatarajia kwamba nitakuwa Seikuru pamoja na gavana wa Kitui na viongozi wengine, lakini nikapima kuuliza rafiki yangu Pastor George kwamba tuairishe mara ya pili, nikaona itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo saa hii ibada imekwisha, lakini naomba kwa heshima munisaidie tusimame kwa dakika moja mahali ningekuwa sasa hivi huko Seikuru, tukumbuke hizo familia ambazo zimewachwa na huzuni mwingi, maumivu mengi. Jamii yote, hata nchi nzima iliona mambo hayo, na ikanilazimu kutoa taarifa kusema kusiwe na mambo ya kulipisha kisasi. Kwa hivyo tuwakumbuke tu dakika moja hawa jamaa ambao wamelala. Thank you. So Pastor, you can know what is a practical example of sacrifice. It was a very difficult decision for me not to be at that funeral. The whole country, the whole jamii were expecting me. Nikasema ngoja sasa tusije tukairisha mara ya pili kuja SDA Nyakongo. And I'm glad we came, kwa sababu hapa tulipo ni county ya Homa Bay, ndivyo ama sivyo? Nitawatambulisha wengine ambao tunaandamana nao. Tayari mmemwona Victor Waswanya, Mheshimiwa Mawadhe mmemwona. Kuna Mheshimiwa Kitute anawania kiti huko Kitui County, hata alikuwa amesindikiza mimi tukikuwa pale. Asante Mheshimiwa Kitute. Tuko na Mheshimiwa Jacinta, ni County Assembly member, mtoto mdogo tu, wameanza majensi kujitokeza. She's an MCA kutoka Kitui County. Alafu tuko na Anastasia, Mheshimiwa pia MCA kutoka Machakos County. Tuko pia na Mheshimiwa Catherine, another MCA kutoka huko Machakos County vile vile. Tuko pia na Ezekia Mokua alienda, Ezekia alienda. And tuko na chair lady wa chama cha Wipe Patriotic Front Nairobi County, mama anaitwa Diana Kapin. Huyo ni Masai, amekuja ameweka bidii sana, a very solid member of the party. Tuko pia wakili umemwona, Muriuki Ndwiga is our deputy organizing secretary, anatoka Embu County. Alafu tuko na Fred Ngaya. Umeona Fred ameongea tayari. Kwa hivyo kwa upande wangu basi ndio mulete zawadi zenu, tukamilishe kazi iliyo mbele yetu, ambayo ndio hii. Badala ya kuwa na tent,
hiyo kazi kama ingekuwa imeisha, we were told we would be under that roof. Kabla ya hiyo, saidia huyo ndugu tu, msaidie polepole. Chukue tu polepole, hakuna shida, polepole tu. Polepole tu, polepole. Mtanisikiliza sasa. Hapa tulipo Homa Bay County, unajua tukio kama hilo inakufanya unaangalia kwingine. Utaniona hivi karibuni nikitoka hapa, itachukua muda, sio? Sitachukua muda. If I were you, kwa sababu huyo ni mmoja wetu, wanasema ni kiwete lakini Mungu anampenda sana. Na kabla atoke nitamuona mimi mwenyewe. Kwa hivyo naomba tu, hata mvua ikiendelea, munisikilize. Nyinyi hamjui kwamba Homa Bay County muko na watu idadi ya 1.1 million. Nyinyi wakaaji wa Homa Bay County. Hamjua ya Homa Bay na Migori normally ndizo ambazo zajulikana kama South Nyanza, kuna Kisumu na unajua Siaya. Na Homa Bay nyinyi sana mnategemea kama uvuvi, samaki wale wazuri, na nyinyi musiamini, umaskini umelemea wengi wa wakaaji wa Homa Bay County. In fact, kwa Kiingereza poverty level, ni mvua yenu tu, mvua nyingi. Jamaa amemjimwagia yote. Huyo ameoga, tumpigie makofi kwa kuoga. Hii ni baraka yote, hakuna mtu ameumia. Niendelee nisiendelee? Kwa hivyo ukiangalia uchumi wa Homa Bay, nyinyi kama wavuvi hamjafaidika sana kwa upande wa uchumi wenu. Hamna viwanda. Mimi nakumbuka the late Tom Jose Mboya, mahali alizikwa pale Rusinga Island, nikiwa waziri wa tourism, nilienda nikaanzisha some of the most beautiful beaches. They are called the Bird Islands. I don't know whether some of you have seen the Bird Islands between Mfangano Island na Rusinga. Maajabu mazuri zaidi. But in terms of income ya watu wetu wa Homa Bay County, umaskini umewalemea sana. Hamna viwanda. Najua kwamba ilikuwa mipangwa pengine ya Uhuru, sijui ya Ruto iko namna gani, kuwa na at least cooling systems ndio samaki wasiharibike. One time tukiwa na President Kibaki, tunajua kwamba Jumuiya ya Ulaya ilikuwa imegomea hata kununua samaki zetu, quoting health hazards and things like those. So there's a lot that this administration can do. Zile affordable housing units Bwana Ruto tayari kamilisha ni 110. Na ametoza Wakenya ushuru wa ajabu. Hata wale ambao hawana nia na hizo nyumba wametolezwa ushuru kwa mwingi zaidi. Watu wa Homa Bay shida yao sio affordable housing. Wako na nyumba zao nyingi mahali wanapoishi, lakini wana njaa. Ni kweli si kweli? Ama nyinyi huko mko afadhali? Mko njaa. Na tena vijana hawana namna, hawana kazi. Kwa sababu sasa ningoje ama nifanyeje? Mheshimiwa Wandai ambaye sasa uko kwa serikali ya Bwana Ruto alikuwa a very active member
wakati huo. Na wakati wa vijana in 2023 walioa zaidi ya vijana 73. Nakumbuka tukizika watoto wengi Siaya County kwa Governor James Orengo, na wengi Ukambani na kwingineko. Sasa in 2024 wakati wa watoto walijitokeza wakasema hatutaki ushuru ambao wazazi na sisi wenyewe hatuwezi kuubeba, wakawawa wengine zaidi. Sasa ninavyozungumza, vijana ambao wameuawa kwa kupigwa risasi, kando na kuharibiwa mali ya watu wengi, jamaa wengi Kenya kuachwa bila kuwa na watoto wao na huzuni mwingi, ni zaidi ya 120 between 2023 and 2024. So church, you need to pray, because one of the things ndugu Raila walikubaliana na Mheshimiwa Rais Ruto ni ile inaitwa 10-point agenda. Walikuwa kabla ya mwezi wa 3, sasa tuko mwezi wa 5, kabla mwezi wa March wawe jamii za watoto waliuawa kwa maandamano wawe wamelipwa ridhaa. Jambo hilo halijakamilika. Na mimi sikuja hapa leo kwa mambo mengi. Nataka mjue bado Kenya iko na huzuni. Tumekuja kwa kanisa la SDA, kanisa ambalo na waheshimu sana. Kama kuna singing, watu wana sauti nyororo. If you want proper singing, you go to SDA. Wewe ni mwimbaji wewe? Wewe nadhani ajui kuimba, wewe anaimba kivyake. So, and I've seen that, and it has become a wonderful, in fact, I think, nimeona wale ambao wamewakaribia ni watu kutoka Tanzania ambao walikuwa juzi upande wa Machakos, Neema Choir. Nasema wimbo ambao nasema Mungu atakuregeshea. Atakuregeshea. Watoto wameuawa kinyama, watu wazazi wamewachwa na huzuni mwingi, uchumi ni mbaya, badala ya kupata nafasi za kazi zinaenda kwingine. Mungu atawaregeshieni. Watu wa Homa Bay, watu wa South Nyanza, watu wa Nyanza na jirani zenu hapa wa Kisii na Kenya nzima. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kikao hiki sana, na kwa sababu mvua imepungua, nilikuwa nikingojea ndio tuangaliane live. Hapa kuna watu walisema hawajaona Kalonzo tangu azaliwe. Si ni kweli? Hata mimi pia kuna mtu sijawahi kumuona tangu nizaliwe. Kwa hivyo ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu mwenye baraka nyingi. Tuhakikishe kwamba tutashikamana pamoja. Na waenzi viongozi wa eneo hili, una gavana wenu Gladys Wanga ako mlengo wa serikali ya Kenya, Kenya Kwanza. Kwa upande huu tunaheshimu msimamo wake, lakini kuna kijana moja mimi naona kama angekuja na mmoja anaitwa Millie Odhiambo, because I know wale watu walikuwa wanaheshimu baba zaidi. Mmoja wao ni Millie Odhiambo, na yeye mjasiri, alikuwa ogopi. Najua wanapima hewa. Senator Kajwang na mheshimu sana kijana huyo ambaye alichukua after our late brother. He's also your senator. Imagine how beautiful it would have been kama angekuwa hapa na Kalonzo. It would have been nice, sio? Hata hii kujenga hii tungejenga tu. Nauliza kama wanaona ni vizuri nikitoka hapa walete tu mchango wakamilishe hii kazi. Wakamilishe hii kazi kama itakuwa imebakia. Lakini nataka mjue wengi wanahofu. Wengi wanaogopa Bwana Ruto. Lakini wa vijana wetu wanasema hawaogopi. Kama kijana mmoja huko seneta wa Nyandarua alisema na kuheshimu lakini sikuogopi.
Mwingine anajitokeza mimi ndio Sifuna. Nadhani huyo Odhiambo huyu alikuwa akidhani yeye ni Sifuna. Vijana wanajitokeza kwa sababu wanapenda nchi yao, na lazima tuungane sisi zote pamoja. So I had to sacrifice to come. And I don't think it is much of a sacrifice. It's a big honor for me to be here today. My friend George, he spoke a lot about me. Yale aliongea usibebane na hiyo. Tumetoka mbali. He has done a lot of good to me. And he gives impression mimi tu ndio nimefaidika kwa urafiki wetu. Huyu jamaa ni muombaji, ananiombea sana. Aniombea familia yangu, aswa mke wangu Pauline. Actually, if you remember, we met that way because we would organize a team of very prayerful leaders. They'll come and pray for my wife who has been unwell, and I really appreciate. So mimi ndiye nimefaidika zaidi. Wacha hii hata nimepata matope, sijui nikakufanyia nini, sijui nini, and he knows it's not much. Kwa hivyo ni vizuri sana, and to come to your village is a big honor. When I saw him, alikuwa hajanona namna hii, alikuwa mwembamba. Sijui mke wake anampikia zaidi. And again, Kobil, we met this team. We are Mama Rose Aseko, who is in London. Whenever Baba Raila used to go to the UK, the receiving party was led by Mama Rose Aseko. She is watching us today, and she has sent that strong representative team so that we can also be together with you today. We may not do much because I'm in opposition. Na Wakenya wanajua mimi sio mtu mwenye tabia. You know, I was Kibaki's vice president. Kama nilikuwa na tamaa, ningekuwa nimeiba mashamba, nikachukua nini, nikafanya maajabu. But I said, where I come from is lower than where we are. Sekuru is lower. Mimi ni mtoto kutoka dunia ngumu. Right? Hata juzi Ruto anasema ataniwekea lami barabara kwenda Sekuru. Nasema karibu sana, imechelewa. Ilikuwa imechelewa. So because I think of other people first. That is why. Unajinyima kwanza, ndio kwanza wenzako. Na Mungu anaachia mambo yote. Every inch of Kenyan soil is under the sovereignty of God. Mungu mwenyewe. Now that is why when we are framing katiba ya 2010, nasema the sovereignty of the country is vested in each of the Kenyan citizens. Kwa hivyo hii mahali tulipo ni patakatifu. I think that's what we were actually told by the preacher. And so for me, therefore, it's the best I can do. Na wasi ile mambo ya budget ya elimu, hiyo ni kubwa. I think if you think unataka tufanye proper relationship between Nyakongo SDA na Sekuru, mutafutie wasichana wawili waende year 10 mwaka ujao, ni wasomeshe mpaka university huko kwa shule ambayo mke wangu alianzisha, inaitwa Mama Malia. Even the late Professor Magoya, remember Professor Magoya, Minister for Education. Professor Magoya alisema na hii shule inaitwa Mama Malia, mtoto alikuwa na 100 points, ameenda akapata B+, ameenda university that time, because mke wangu alikuwa na maono hayo, and we therefore can get wasichana wawili from Nyakongo wakasomee huko Sekuru. Ni mbali because it's also the same country, yeah, in the coming academic year. I think that's what I want to do under Kalonzo Musyoka Foundation. Itakuwa nimesaidia nyinyi upande huu, hiyo budget yenu, lakini Mungu akitujalia mwaka ujao, mimi ningetaka nirudi hapa nikivalia kofia ingine. Mungu akisikia maombi ya Wakenya, nitarudi hapa. Imagine, nitarudi, Mungu atujalie, nitarudi. In under 2 years. Leo ni May, tarehe 2 May 2026.
Can we target 2nd May 2028? Can we target? And of course, if I come in that other capacity, you will have a problem. I am a very simple person. Mkisema ati OSPD aliulizwa utamanage namna gani, mimi sio mtu difficult. Mimi naweza kutembea na mguu, nikipata gari naenda. I don't bring any trouble to anybody. Shida iliyoko ni mafikira ndio inawasumbua. Hiyo mafikira ni magumu, because we must liberate this country. So liberation will mean all of us. Nyinyi mko tayari? Mko tayari kweli? Si baba alikuwa anauliza, je, mko tayari? Sasa mko tayari. Miaka hiyo 15 nilishikilia ndugu Raila, because niliamini vision yake kwa nchi yetu. Angetaka nchi ya watu wanakaliwa kimambavu. Raila angetaka wizi. Raila angetaka ushuru ambao huwezi kusaidia yeyote. Angetaka kuuza hata mashirika ya serikali, ingawaji tulitofautiana na yeye tu over JKIA, over yule muhindi alikuwa anaitwa Andane. We sometimes differ with Raila. Tunaketi tunaongea, lakini nataka niwaambie ukweli wa mambo. Kama kuna mtu anaelewa mafikra ya Raila, ni Kalonzo Musyoka. Na mnaona wakati mimi nilipatwa na pigo kubwa, nilikuwa huko kwa kina Rosa Seko, kuingia Heathrow Airport. Nikitoka na kuingia London, pigiwa simu, Raila amelala, Raila amekufa, Raila amekufa. Mimi sikujua what to do. The 2nd day nikasema nimecancel kila kitu, ninarudi Kenya. Na tukamsindikiza ndugu yetu. Mimi sikujua what to do. Niona saa, wacha nikamwambia Mama Aida pole, nikatafuta ng'ombe wachache sana. Tukaenda pale. Akasema Joey. Sema kumbuka? Joey, sio? Tukapelekea mama, mpaka Mama Aida akasema amepata sikukuu ya kutosha. Wageni wake mwaka huu uliopita, I think aliwapatia chakula. It's a way of trying to identify with my fallen brother. Lakini mafikra ya Raila haikuzikwa na yeye. Na lazima zote ambao tumebaki hai tukamilishe maono hayo na mafikra hayo. Basi Mungu na wabariki sana. Naomba sasa tuendelee na mchango.